Tanzania, kama nchi inayofuata misingi ya utawala wa sheria, imekuwa ikifanya maboresho mbalimbali katika mfumo wake wa kisheria. Mabadiliko haya ni sehemu ya juhudi za serikali na wadau mbalimbali kuboresha mifumo ya sheria, kuimarisha upatikanaji wa haki na kuleta uwazi katika utoaji wa huduma za kisheria. Ili kufikia malengo hayo, nchi imefanya mabadiliko makubwa katika mfumo wake wa kisheria ili kuendana kijamii, kisiasa, kiuchumi, mabadiliko ya tabia nchi na ukuaji wa teknolojia. Katika zoezi hili la urekebu la mwaka 2023 ambalo tunaliangazia kwenye makala hii, tunalenga kukusimulia kuhusu namna zoezi hili muhimu na la kihistoria lilivyofanyika, changamoto za utekelezaji, funzo lililopatikana, pamoja na mikakati iliyowekwa na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali katika kutekeleza mazoezi mengine yajayo kwa wakati. Hapa mwanasheria mkuu wa serikali Bwana Hamza Johari na mwandishi mkuu wa sheria Bwana Honorius John Njole wanaeleza kuhusu zoezi hilo, maana yake na sababu zinazopelekea kufanyika kwake, huku mwandishi mkuu wa sheria msaidizi akieleza mchango wa zoezi hilo katika mapambano dhidi ya rushwa. Napenda nichukue nafasi hii kueleza juu ya kazi ya kukamilisha zoezi la urekebu la sheria kuu na sheria ndogo kwa kutoa toleo la sheria zilizofanyiwa urekebu la mwaka 2023 kwa sheria kuu na toleo la mwaka 2025 kwa sheria ndogo. Kwa hiyo ni kazi ambayo tunaifanya kwa lengo la kuhakikisha kwamba yale marekebisho mbalimbali ambayo tunayafanya kila mwaka, ambayo ni mengi na ambayo yanaleta ugumu kwa mtu ambaye anataka kutumia sheria, sasa kuyajumuisha na kufanya urekebu wa kuwa na kitu kizima badala ya kuwa na vipande vya urekebu ambavyo vimefanywa kila mwaka. Faida ya zoezi kama hili linamwezesha mtumiaji wa sheria kuweza kufanya rejea au kutumia ile sheria kwa urahisi badala ya kuhangaika kuanza kutafuta yale marekebisho mbalimbali ambayo amekuwa amefanya. Kwa kifupi, zoezi la urekebu wa sheria ni zoezi ambalo linafanywa kwa mujibu wa sheria ya urekebu wa sheria sura ya 4 kwa lengo la kuingiza marekebisho mbalimbali yaliyofanywa na bunge katika sheria mbalimbali zilizotungwa na bunge kwa lengo la kuwa na sheria moja ambayo imejumuisha marekebisho yote. Kwa hiyo ndio maana ya urekebu wa sheria. Urekebu wa sheria unawasaidia watumiaji. Kwa maana hiyo sasa tunavisaidia vyombo vinavyotoa haki kwa maana ya mahakama kuwa na sheria ambazo zinaenda na wakati. Lakini shughuli hizi zote unapozungumzia masuala ya uwekezaji, unapozungumzia demokrasia, unapozungumzia masuala ya kiuchumi na shughuli za kijamii kwa ujumla, zote zinasimamiwa na sheria. Kwa hiyo kuwa na sheria ambayo ipo up to date, inaenda na wakati, ni moja ya nyenzo za msingi sana kuwezesha haya yote. Sheria zinapofanyiwa urekebu zinasaidia sana katika mapambano dhidi ya rushwa. Mwaka juzi I think, serikali ilianzisha tozo ya miamala ya simu. Umeona? Lakini mwaka uliofuata serikali iliitoa ile tozo. Sasa kama kuna mtumishi ambaye sio mwadilifu, anaweza akaendelea kuwa anachaji watu ile tozo wakati sheria imeishatoa. Kwa sababu kwa mwananchi wa kawaida akienda kusoma sheria original ataona haina kile kipengele. Tunapofanya marekebisho mbalimbali ambayo yanakuja kupelekea urekebu huu sasa ambao tunaufanya, ni kwa sababu tu tunakuwa tuna sababu za msingi kufanya hivyo. Kwanza ni kushughulikia malalamiko ya wananchi, lakini wakati mwingine tunakuwa tunatekeleza sera za ndani ya nchi, lakini na sera zingine za kimataifa, lakini na pia vile vile kunaweza kuwa na timu za ndani ya nchi ambazo zinapewa jukumu la kufanya kazi mahususi, na zenyewe huwa zinakuja na mapendekezo mbalimbali. Kama vile Tume ya Haki Jinai juzi tu imekuja na mapendekezo mazuri.
ambayo yanapotoka sasa yatakupelekea wewe sasa kuyatekeleza kwa kufanya marekebisho ya mara kwa mara. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba unakuwa unafanya marekebisho ya mara kwa mara takriban kila mwaka. Sasa yanapokuwa mengi sana, mtumiaji wa sheria anapata shida namna ya kutumia ile sheria. Kwa hiyo sasa ni lazima ufanye zoezi la urekebu. Zoezi hilo lilipitia hatua mbalimbali za utekelezaji wake, ikiwemo mafunzo, utambuzi wa sheria zote 446 na marekebisho yake. Tulivyoanza hili zoezi tulianza na mafunzo. Nakumbuka mwenyewe nilishiriki katika kujaribu kutoa mafunzo kwa mawakili wa serikali na waandishi wa sheria kuwajengea uelewa wa mahitaji ya sheria ni yapi na utaratibu wa kufuatwa ni upi. Kwa hiyo sasa huo makini na huo uelewa kwa kweli inahitaji, kabla mjianza na zoezi, wajengea uelewa wa kutosha waandishi wa sheria, jambo ambalo tumelifanya vigorously na kwa muda wa kutosha kabisa. Kwa hiyo ili kuweza kulifanikisha zoezi hili, tulianza na zoezi la kuidentify sheria tunazohitaji kuzifanyia urekebu. Baada ya kuzitambua sheria hizo, lilikuja zoezi lingine ambalo ni gumu la kutambua marekebisho ya mbalimbali yaliyofanyika katika sheria hizo. Lakini kutokana na changamoto kadhaa zilizobainika kwenye toleo la urekebu la mwaka 2002, tulilazimika kurudi nyuma kuanzia tulipopata uhuru, kwa sababu ndipo tulipoanza kuwa na sheria za kwetu za nchi. Hatua iliyofuata, ambayo pia ni hatua ngumu, ilikuwa sasa ni namna gani tuna develop soft copy, kugenerate soft copy. Kwa hiyo baada ya kuidentify ile kutengeneza soft copy, tukaanza kuingiza marekebisho yaliyofanyika katika nyakati tofauti. Lakini unavyoendelea kufanya urekebu, unabaini kwamba pamoja na kwamba nimeingiza haya marekebisho ambayo bunge lilikusudia, lakini bado hiki kifungu hakijakaa vizuri, inatakiwa kuboreshwa zaidi. Lakini katika zoezi la urekebu tumefungwa mikono, hatuwezi kubadilisha tofauti na kile kilichobadilishwa na bunge. Kwa hiyo tulilazimika katika hatua fulani kuandaa mswada wa marekebisho kwa ajili ya kufanya yale maboresho ambayo hayawezi kufanywa kwa kupitia urekebu. Bi Rehema Katuga anaeleza namna walivyotekeleza mamlaka ya uhariri, yaani editorial powers, wakati wa zoezi la urekebu. Kwa hiyo tunaposoma tunakuwa tunajiridhisha hivyo vitu kwamba sheria ipo updated, inarifaa masuala ya sasa na yale masuala yaliyopitwa na wakati, mfano kubadilika kwa taasisi, sheria zilizofutwa, kubadilika kwa baadhi ya vyeo, vyote hivyo vimeondolewa na kuwekwa vile ambavyo vinatumika kwa usahihi. Pamoja na mafanikio makubwa yaliyopatikana, lakini lilikuwa na changamoto mbalimbali ambazo zilipelekea zoezi kuwa gumu wakati wa utekelezaji wake. Changamoto kubwa ilikuwa kwanza ni kukosekana kwa uzoefu miongoni mwa maofisa waliokuwa wanatekeleza kazi hii. Kama ambavyo inafahamika kwamba zoezi kubwa la mwisho lilifanyika mwaka 2002, na wengi walioshiriki zoezi hilo wakati tunaanza maandalizi ya zoezi hili walikuwa wamestaafu. Kwa hiyo kulikuwa na changamoto ya kwamba tuna watu wageni wachanga katika field, lakini tunatakiwa tutekeleze hili zoezi. Kwa hiyo pamoja na kwamba ilikuwa ni changamoto, lakini tulitafutia solution ambapo tuliweza kufanikiwa kukamilisha hili zoezi. Kuweza kupata nakala tete ya zile sheria kidogo ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo ukusanyaji wa zile sheria na taarifa mbalimbali mwanzo ulikuwa na changamoto kidogo. Zoezi hili limeendeshwa kwa 100% kwa fedha za ndani. Kwa hiyo lilikuwa linategemea kwa kiasi kikubwa fedha zinazotengwa na serikali kwa ajili ya zoezi hili, ambazo zilikuwa kwenye bajeti ya ofisi. Kwa hiyo hazikuweza kutosheleza zoezi hili kufanyika kwa muda mfupi. Lakini pia changamoto nyingine kubwa ni udhibiti wa nakala laini, ukizingatia kwa zoezi hili halijafanyika kwa muda mrefu. Kwa hiyo kulikuwa kuna uhitaji, kwa hiyo kunahitajika udhibiti mkubwa. Na zoezi hili la urekebu wa sheria lilihitaji watu wengi, na hii sasa ilipelekea watumishi hawa kwa uchache wao
kuifanya kazi hiyo kwa masaa mengi sana, kwa maana ya kwamba labda kuanza saa 2 asubuhi mpaka saa 2 usiku, kwa sababu pia sheria zilizotakiwa kufanyia urekebu zilikuwa nyingi sana. Manake hard copy tunazo, lakini soft copy tulikuwa hatuna kabisa. Kwa hiyo tunaanza kuzitoa kwenye hard copy kuzileta kwenye soft copy. Na hilo ni zoezi la scanning. Ni kazi ngumu, sio rahisi sana. Na ndio zoezi ambalo limetugharimu kidogo muda, lakini tunamshukuru Mungu tuko vizuri. Ni kazi ngumu. Nafanya kazi mpaka unasikia kichwa kinakuuma. Unaskani mpaka unaongea na karatasi wakati mwingine. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Kwa hiyo hatukuwa na uelewa wa kutosha kwamba tunaendaje, tunafanyaje. Kwa hiyo vitu vingi tumejifunza wakati wa utekelezaji. Tulichokuwa nacho kikubwa ni ile dhamira kwamba tunataka tufanye hiki na tupate matokeo. Kupitia zoezi hili la urekebu wa sheria, kupitia hurdles na changamoto mbalimbali ambazo tumezipitia, tumeweza kudevelop mwongozo wa urekebu wa sheria kuanzia unapoanza zoezi la urekebu wa sheria mpaka unapokamilisha hatua ya usambazaji. Itawezesha mazoezi yanayofuata ya urekebu yataweza kufanyika kwa muda mfupi na kwa haraka, kwa sababu ule mwongozo umeeleza kila kitu. Lakini pia tukajifunza umuhimu wa kuwa na sehemu ambayo tutahifadhi hizi sheria electronically, lakini pia na katika mfumo wa nakala ngumu, na pia kuimarisha mifumo ya udhibiti wa nyaraka wakati wa utekelezaji wa hili zoezi, kwa sababu ni zoezi gumu ambalo unapolifanya usipokuwa makini inaweza ikasababisha mtu akaingiza hata vitu ambavyo vikaondoa meaning ya sheria husika, lakini vikaenda kuleta changamoto kwa watumiaji na hata kuitia hasara serikali. Tulienda mpaka to extent ya kuweza kusainishana chochote unachokitekeleza, unaandika, unabaki kwenye kumbukumbu kwamba wewe ulitekeleza hili. Kwa hiyo unabaki kwenye record kwamba kama kuna error yoyote ambayo kweli ulipaswa kuitekeleza, tutakuhold kwa hiyo kasoro. Kama nilivyosema, mwaka 2002 ilichapishwa na kampuni ya Juta ya Afrika Kusini. Lakini baada ya mashauriano na idara ya mpiga chapa na mpiga chapa mwenyewe, tumekaa vikao vingi, tukapata kampuni ya Mkuki na Nyota ambao ndio walitusaidia kuchapisha toleo hili la mwaka 2023, ambao pia nao wamefanya kwa ushirikiano na kampuni ya India. Na tunashukuru Mungu, zoezi hili limekamilika, na kama nilivyosema, kutokana na sheria ambazo zimefanywa urekebu zimepelekea kwenda kuandaa toleo la urekebu ambalo lina juzuu volumes 20 na takriban 22. Mwandishi mkuu wa sheria ametoa notice inayoelezea masuala yote ambayo yamezingatiwa katika toleo hili, kizingatia kwamba kwa muda uliopo teknolojia imekuwa, mambo yamebadilika, hatuwezi tukaendelea kumaintain muundo ule wa mwaka 2002. Lingine ambalo pia tumelizingatia sana ni kuhakikisha ubora, kwa sababu hizi ni dokumenti ambazo zinabeba masharti makubwa sana ambayo kama usipokuwa nazo makini mtu anaweza akamisendo na kila kitu. Zitaenda kuzinduliwa na Mheshimiwa Rais, na zoezi hili kwa mujibu wa sheria linapaswa kufanywa na Mheshimiwa Rais kwa kutoa tamko rasmi, proclamation, ambayo sio tu itataja kwamba revised edition ni toleo rasmi la sheria, lakini pia atatakiwa kubainisha toleo hili litaanza kutumika lini. Na kwa maana hiyo tarehe itakayotajwa kuanza kutumika ina maana kwamba matoleo mengine yaliyowahi kutoka huko nyuma yatakuwa yamesizi kutumika kuanzia wakati huo. Kwa hiyo ni event kubwa itakayofanyika, na ni event ya kihistoria. Kama nilivyosema, ni event ya kihistoria kwa sababu haijafanyika kwa kipindi cha takriban miaka 22. Na tulivyojipanga sasa kama ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali
na ili kuondoa lile ombwe tulilokuwa nalo kwamba unakaa muda mrefu wa miaka mingi hujafanya urekebu. Baada ya urekebu huu sasa, kuanzia sasa tutakuwa tunafanya urekebu wa nyongeza, yani kila mwaka tunatoa urekebu wa nyongeza kwa maana annual supplements. Kwa hiyo niwashukuru sana wataalamu wetu, wanasheria na timu nzima kutoka kwa mwandishi mkuu wa serikali, lakini na wadau wote ambao wamesaidiana na sisi. Baada ya kusema hayo, mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia afya na weledi wa kufanya zoezi kama hili, na niwaondolee wasiwasi kwamba ni zoezi ambalo limefanyika vizuri, na kwa kusema kweli sasa itarahisisha utumiaji wa sheria zetu. Hadi kufikia hapo ndio tunafikia tamati ya makala yetu hii ambayo tulikuwa tunaangazia zoezi la urekebu wa sheria la mwaka 2023, kwa maana ya zoezi hilo, faida zake, utekelezaji wake, changamoto zilizojitokeza wakati wa utekelezaji, funzo na malengo ya baadaye kufuatia yale waliojifunza. Hadi wakati mwingine, asanteni na kwaherini.